Habakuki sura ya 2 na tusome mstari wa kwanza tuende mpaka wa 3. Imeandikwa hivi: mimi nitasimama katika zamu yangu. Naomba mwambie jirani yako, mimi nitasimama katika zamu yangu. Amen. Mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, alafu nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Habakuki anasema mimi nitasimama. Kazi ya kusimama ni ya Mungu au ni ya Habakuki? Kwa mujibu wa maandiko ambayo tumeyasoma, kazi ya kusimama ni ya Mungu au ni ya Habakuki? Ya Habakuki, si ndio? Kazi ya kujiweka juu ya mnara ni Habakuki anawekwa au yeye ndiye anajiweka? Kazi ya kuangalia ni Mungu ndiye anayeangalia au ni Habakuki ndiye anayeangalia? Kwa hiyo kazi ya kusimama katika zamu, kazi ya kujiweka juu ya mnara na kazi ya kuangalia, yote inamhusu mwanadamu. Alafu Mungu atakuwa na kitu cha kusema kwa mtu wa aina hiyo. Amen. Zamu, hivi Yesu alisemaje kweli? Atakuja kama nani? Kama mwivi, si ndio? Alafu akasema kwa sababu mlinzi hajui siku wala hajui saa ambayo mwivi huwa anakuja, mlinzi kazi yake ni kukesha. Akatuambia na sisi tukeshe kwa sababu hatuijui siku wala saa. Sasa kumbe unaposimama na kushika zamu yako, unatakiwa ushike, unatakiwa ubaki juu ya mnara, unatakiwa udumu kuangalia mpaka akusemeshe, mpaka aongee. Jamani, Bwana asifiwe. Tunatakiwa tushike zamu zetu, tunatakiwa tukae juu ya mnara, tunatakiwa tudumu kuangalia mpaka Mungu amesema. Habakuki anasema mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia. Yaani kazi zote hizi 3 ni za Habakuki. Alafu Mungu akiona umeshika sawasawa zamu, umedumu kwenye mnara na umedumu katika kuangalia, yeye Mungu ana kitu cha kusema na maisha yako.
na neno moja kutoka kwa Bwana linatosha kubadilisha historia ya maisha yako. Bwana asifiwe muombaji. Bwana asifiwe tena. Jamani, Bwana asifiwe. Mwingine anasema, kwani sio kazi ya Mungu pia kufanya hayo ambayo Habakuki ameandika hapa kwamba anayafanya? Yeye alishamaliza upande wake. Jamani, Bwana asifiwe tena. Una habari kwenye ile Petro wa kwanza 5 mstari wa ngapi pale, anasema mkaribieni nani? Mkaribieni nani? Hivi nimesema Bwana au mkaribieni Mungu? Mkaribieni nani? Alafu naye atawakaribia ninyi. Nani anayechukua hatua hapa, anayesubiriwa achukue hatua? Ni sisi. Tukimkaribia na yeye. Unajua iko hivi, wangapi unakumbuka kwamba Mungu wetu ni moto ulao? Okay. Moto ukiukaribia na wenyewe utakukaribia. Ingawaje hautahama pale ulipo, moto uko pale pale, ila ukiukaribia utausikia na wenyewe unapenya ndani yako, unakukaribia. Tuko pamoja watu wa Mungu. Mungu wetu habadiliki. Ni yeye yule lini? Alafu twende moja moja. Ni yeye yule, alafu habadiliki. Tunapomkaribia, tunapochukua hatua ya kumkaribia, ule moto wake, ile nguvu yake utaanza kuyisikia kwenye maisha yako. Yeye alishatukaribia miaka 2000 iliyopita. Alishuka toka mbinguni, akafa msalabani, ameimaliza kazi. Ni sisi ndio ambao tunakuwa mbali. Sasa tukichukua hatua, katulia pale, tukichukua hatua ya kumkaribia, utasikia na yeye pia akikukaribia. Wangapi unapenda kumkaribia Bwana? Tuko tayari wateule wa Mungu? Jamani, tuko tayari? Narudia tena, tuko tayari? Okay. Biblia inasema hivi, Zakaria kuhani, baba yake na Yohana, si tunakumbuka habari yake, alipokuwa akifukiza uvumba wakati wa zamu yake, malaika akamtokea. Hatujui Zakaria alidumu kushika zamu yake kwa miaka mingapi, lakini kwa sababu ni kuhani, halafu mzee, na makuhani walikuwa wakianza kushika zamu zao wakiwa na umri wa miaka 30. Kwa maana hiyo, kama ni mzee hivi, mzee ambaye hata kuzaa hawezi, waga anaanzia miaka mingapi? Mzee ambaye hawezi kuzaa, mwanaume, sio mwanamke, mwanaume, anaanzia miaka kama mingapi? 70? 80? Haya, tuchukue ana miaka 80, si ndio? Ibrahim kwenye Biblia tulitajiwa kwamba mwili wake ulikuwa katika hali ya kufa, hawezi kuzaa, akiwa na miaka 99. Kwa hiyo sisi tusiende kule kwa Ibrahim sababu hatujui alizeeka kuanzia ngapi. Tuchukue hiyo 80. 80 kama alianza ukuhani
kushika zamu akiwa na miaka 30 mpaka malaika anakuja kumtokea akiwa na miaka 80. Maana yake alikuwa na miaka 50 ya kumkaribia Bwana kwenye kila zamu yake mpaka siku Bwana amemtokea. Okay. Ana binti Fanueli aliolewa akakaa na mume miaka 7. Na yeye ni mjane wa miaka 80 ngapi imeandikwa? 84. 84 ukitoa 7 unapata 70 ngapi? 84 ukitoa 7, 77. Amedumu, Biblia inasema alidumu kwenye maombi ya kufunga siku zote za ujane wake. Miaka 77 ameshika zamu. Nisaidie kumuuliza jirani yako, ako kahitaji kako kamekuchosha, umekaombea muda gani? Naomba tafadhali mpe ushirikiano jirani. Mimi sio jirani, mimi ni mhubiri. Mwambie jirani yako kwamba umeomba umechoka kwa muda gani? Ukisema nimeomba miaka 7, Ana binti Fanueli anakuambia kuna mingine 70 bado hujaitekeleza kunifikia mimi. Walikuweko watu wawili majiant kwenye maombi kwenye Biblia. Aliitwa Simeoni alafu na Ana. Hawa ndio ambao Simeoni aliingia agano na Mungu, na Mungu alimwambia hautakufa mpaka umemwona Masihi. Mungu wangu, hebu usife bila kupokea haja ya moyo wako. Mwambie jirani yako hapa hafi mtu. Hebu angalia tu vizuri usoni, mwambie utasubiri sana. Mwambie kwenye kifo mimi ni mbishi. Haleluya. Alipomshika Yesu mikononi akamwambia, Bwana, sasa wamruhusu mtumwa wako aende zake kwa amani. Manake ni hapa sasa, Mungu, kwa hiari yangu niko tayari kufa. Hebu Mungu akuvike uweza juu ya kifo. Wale wote ambao mjasema amina, unaweza kujikuta kesho tumekupeleka. Narudia tena, Mungu akupe mamlaka. Mungu akupe mamlaka dhidi ya kifo. Watu hawapendi kufa. Kila mmoja ameisema amina. Bwana Yesu na asifiwe sana. Huyu jamaa akasema sasa niko tayari kwenda. Halafu Ana binti Fanueli, hebu jiulize, mpaka amekuwa bibi anaitwa binti. Ana binti Fanueli, yeye akawa anawapa watu habari za mtoto ambaye Simeoni amembeba mikononi. Kwa maana nyingine anawaambia, huyo ndiye majibu ya maombi yangu. Hawa Moravian, kanisa la Moravian, kwenye historia inasema walishawahi kuwa na maombi ya mnyororo ya kufunga kwa miaka 100. Hata sasa hivi makanisa mengi haya madhehebu ya Kikristo, yote ya Kikristo, ukifuatilia historia zao yalianza na moto wa hatari. Kuna mahali watu walijisahau. Na hata sisi kuna maeneo mengi tumeshakuwa dini ya kawaida. Ukiingia mpaka unajiuliza, hivi hapa ni Pentecost au ni Pentecote? Kuna watu wasemaga Pentecote. Haleluya. Walifunga miaka karne moja wanamlilia Bwana. Moto uliokuja kulipuka sio wa kawaida. Waombaji, tushike zamu zetu. Kuna moto unakuja.
kuna moto unakuja. Jamani, kuna moto unakuja. Habakuki anasema ukishika zamu Mungu atasema na wewe. Lini? Endelea kushika zamu mpaka aseme, lakini lazima atasema. Zekaria aliposhika zamu, mbingu zilifunguka, malaika alikuja. Kutakuwa na interaction, kutakuwa na mwingiliano na ulimwengu wa roho na mawasiliano na malaika wakikuletea ujumbe kutoka kiti cha enzi pale tu unapodumu kushika zamu yako. Narudia tena. Na sasa hivi kuna hiyo nyingi sana. Malaika sasa hivi wanatokea watu wengi duniani sasa. Kwa mamilioni watu ambao wamedumu kushika zamu zao. Pasiwepo kitu cha kukuondoa kushika zamu yako. Naomba nisikie amina. Amen. Narudia tena, naomba nisikie amina. Amen. Haleluya. Na kadiri unavyoshika zamu yako ndivyo ambavyo renki yako, daraja lako kwenye ulimwengu wa roho ndivyo ambavyo linapanda. Nirudie tena. Umuhimu alionao mtu kwenye jamii, nafasi alionayo mtu kwenye jamii, ndo huwa inaamua hata aina ya ulinzi anaokuwa nao. Mkuu wa wilaya ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Wote majeshi, polisi, jeshi la wananchi, uhamiaji, magereza walioko, TAKUKURU, usalama wa taifa walioko kwenye wilaya, yeye ndiye mwenyekiti wao. Lakini huwa hana bodyguard nyuma yake. Kiendelea mbele kidogo, ikifika level unaitwa rais wa nchi kutokana na umuhimu wako, nyuma unakuwa na ulinzi. Hiyo kitu walikopi kwenye ulimwengu wa roho. Wale ambao mnashika zamu na kuleta matokeo kwenye ulimwengu wa roho, na viwango vya ulinzi na kampani ya malaika ambayo Mungu anaitoa inaendana na daraja lako kwenye ulimwengu wa roho. Yesu alisema hivi alipokuwa pale bustanini, umekuja kumkamata. Tunakumbuka Petro alichomoa upanga akaondoka na sikio la mtu. Petro alikuwa hajalenga sikio, alikuwa amelenga kumchana jamaa katikati, agawe kichwa mara mbili. Alipokwepa ndio sikio likajikuta limechelewa, lenyewe ndo likaenda. Yesu akamwambia, rudisha upanga wako wapi? Alani. Akasema, yani mimi nikiamua nikasema na mzee, ataniletea vikosi vya malaika 12. Vikosi 12. Kwa dunia ya Wayahudi kipindi kile, kikosi kimoja kilikuwa na askari kuanzia 3,000 mpaka 5,000. Kwa hiyo kichukua 3,000 mara 12, maana yake ni malaika 36,000. Unakumbuka Elisha alipokuwa Shushani ngomeni, na ule mtumishi wake akamka asubuhi, alipotoka nje akasema, ole wetu bwana wangu, kuna vikosi. Mfalme wa Sham alituma kikosi cha wanajeshi 3,000 kuja kumkamata Elisha. Elisha alipomuomba Mungu, huyu bwana akafunguliwa macho. Elisha hakuomba malaika, walikuwa tayari wapo, ila tu yeye aliwaona mfanyakazi alikuwa hana access ya kuwaona. Mungu akamwambia Elisha, akamwambia Mungu, fungue macho huyu jamaa. Alipofunguliwa macho
alichokiona ni malaika wengi kiasi kwamba hawaoni tena maadui. Yaani wingi wa malaika umefunika wingi wa adui. Hii inakwambia Elisha alikuwa na kikosi cha malaika wengi zaidi ya 3,000. Ndio maana waliwafunika hawa jamaa, hawakuonekana hata mmoja, isipokuwa kilima chote Biblia imeandikwa kilikuwa kimefunikwa na malaika. Unajua haujui tu. Unapotembea barabarani haujui waliokuzunguka. Kwa sababu kwenye ulimwengu ambao unaona sasa hivi, ukiangalia unaona jengo, ukiangalia unaona ukuta, unaona viti. Hapa sasa hivi tukifunguliwa macho, kuna viumbe vya aina nyingi kwa malaki vimetapakaa kwenye anga hili. Kuna wachawi wako uchi wanakimbia, kuna mazombi, kuna misukule inapita hapa. Kuna majini, Maimuna Makata, Subiani, Kibwengo, sijui nani, wote wako kwenye anga hili. Unafikiri kwa nini ibadani mta kama mmetulia kama mlivyo, na mchungaji akahubiri mpaka akamaliza, na baadaye akasema tuombe, sema sasa tunaenda kushusha moto? Unashangaa jirani yako ambaye umekaa naye na mliabudu naye analipuka wadudu. Kumbe ukujua, ungefunguliwa macho ukaona yaliyokaa jirani yako, yaliyomkalia jirani yako, na mwingine unakuta amekaa nayo 50, mwingine 100. Hauyaoni, ndio maana uko tu peace. Haleluya. Unasikia uwepo wa Bwana, kumbe umekaa nayo jirani. Hebu geukia jirani yako, angalia. Haleluya. Nasema haleluya. Kuna jamaa mmoja alifunguliwa macho, wakashangaa watu, wakashangaa anaenda, yani anapenya penya, afu kiangalia ni peupe kama hapa hivi. Huyu anapishana na nini? Anapenya nini? Mbona peupe? Amechanganyikiwa. Kumbe yeye anaona msongamano wa viumbe kwenye ulimwengu wa roho, anaona anapenya. Watu, wewe uko salama lakini. Hata kuna wengine hawatalala leo hapa. Itakuwa kwa jina la Yesu taarifa zenu ninazo. Taarifa zenu ninazo, hamnibabaishi. Unawezaje kutembea katikati ya hivyo vyote? Unaonaje unalala ndani ya nyumba, chumba cha jirani na wewe jua? Nuru yako ambayo inaongezeka kadiri unavyomkaribia Bwana. Hiyo nuru hufukuza giza. Hiyo ni moja. 2, malaika wanaokuzunguka. Kwenye kanisa la kwanza, na miaka kama 100 kwenda 200 baada ya kanisa la kwanza, kabla upagani haujaingia kanisani, ilikuwa ni maisha ya kawaida. Kwenye historia inaonyesha watakatifu wanapohubiri, juu ya vichwa vyao kuwa na duara inayong'aa. Wale ambao wametoka Katoliki mnafahamu kuna watakatifu wale ambao wanaweka kwenye tabu ya Katoliki wana nuru juu. Ile sio pambo. Wale jamaa walikuwa na maisha ya hivyo kipindi hicho. Utukufu wa Mungu hawakung'aa tu katika ulimwengu wa roho, ilianza kutokea mpaka kwenye ulimwengu wa mwili. Naomba nisikie amina mahali hapa. Nasema naomba nisikie amina mahali hapa. Kadiri ambavyo unakaa kwenye zamu yako, ndivyo ambavyo nuru yako inaongezeka. Kuna mhubiri mmoja Mungu alimwambia, sasa kiwango ambacho umenikaribia, sasa ninakupeleka level ambayo hautahangaika kuombea watu sana, isipokuwa
wewe wakaribie kuanzia mita 6 mita ngapi kutoka wewe, eneo lote hilo litakuwa na nguvu yangu. Kwa hiyo mara nyingi akishafundisha somo ikafika mahali anataka kuanza kuachilia nguvu ya Mungu, alikuwa anapita anaongea katikati ya viti hapa kwenye njia hizi. Nguvu ya Mungu inapiga watu. Mungu alimwambia lile eneo linalokuzunguka mita kadhaa pande zote, nguvu yangu itakuwa imefunika. Petro alikuwa na zamu ya kuomba. Si tunakumbuka hii habari eh? Petro na Yohana walipoenda kuomba walikuwa na zamu, ule muda wa kuomba ambao walikuwa wanaushika. Wayahudi mpaka baada ya kanisa la kwanza kuanza walikuwa na zamu. Kila baada ya masaa 3 waliomba kwa risali moja. Kila baada ya masaa 3 kulikuwa na break ya saa moja wanaomba. Namna hiyo. Saa 9 ilikuwa ni mojawapo ya muda wa kuomba. Sinakumbuka hata Paulo na mwenzake walipokuwa wakienda kuomba ule muda wa saa 9. Kile kijakazi kinatabiri, hawa ni watu wa Mungu wakihubiria habari njema. Paulo akasema fumba kinywa mtoke. Hiyo story tunaikumbuka, wateule wa Mungu. Yeah. Petro kwa kudumu, kwanza wamepanda gorofani wale watu 120, wakakaa siku 10, mbingu zikafunguka, roho akashuka. Walikuwa kwenye zamu ya maombi. Jamani, ni maombi yangu Mungu akutane na wewe. Narudia tena, ni maombi yangu Mungu akutane na wewe. Mbingu zikafunguka, ndimi za moto, uvumi wa upepo jaza nyumba yote, jazwa roho. Waliposhuka, maneno tu ya Petro, bila muujiza, bila kuombea, bila hata kuponya, maneno yake tu 3,000 wakampa Yesu maisha yao pale pale. Maneno yako yakawe na uhai na nguvu. Narudia, maneno yako yakawe na uhai na nguvu. Ikafika mahali Petro akipita, nguvu ya Mungu ilikuwa ikitoka ndani yake mpaka usawa wa kivuli kinapoishia kote. Waliokuwa kwenye eneo hilo nguvu ya Mungu iliwagusa. Na ndio maana nasema aliyeangukiwa tu na kivuli cha Petro, sio kinachoponya ni kivuli. Ile nguvu ya Petro mpaka umbali wa kivuli, popote hapa katikati akitokea kuna mtu na ni mgonjwa, anapokea uzima. Nasema anapokea uzima. Popote utakapoenda nguvu ya Mungu iende pamoja na wewe. Bwana Yesu na asifiwe sana. Narudia, Bwana Yesu na asifiwe. Alikuwa mama mmoja aitwa Maria Woodworth Etter, miaka ya 1800 alafu mpaka 1920 na kitu alifariki. Na yule mama walimuita mama au bibi wa Pentecoste, maana aliwasha moto ambao uliambukiza mpaka inakuja kutokea uamsho wa Azusa ambao uleta Pentecoste tuliona. Yeye Mungu alimuinua kwenye kipindi ambacho wanawake walikuwa waruhusiwi sio tu kuhubiri, hata kuongea kanisani. Lile andiko la ukiona swali kaulize mume wako nyumbani lilikuwa limekolea. Simpi mwanamke ruhusa kuongea wala kufundisha, ndio lilikuwa limeshika. Watu wako bado hawajafunguka kwenye mitaa hiyo. Lakini Mungu alimuinua huyu mama Maria Woodworth. Na kilichomfanya kanisa limkubali, ile miji ambayo ilikuwa haifikiki, migumu, haitoboki kwa injili, huyu mama alipasua kwa jina la Yesu. Tuko pamoja? Alikuwa akiingia kwenye mji kutoka pale eneo la mkutano, umbali wa maili 50 kutoka alipo mkutanoni, maili 50 pande zote. Yaani kama ukichora duara ya maili 50 pande zote, nguvu ya Mungu ilifunika. Watu wako mashambani maili 50, nguvu ya Mungu inawaangusha, wanachukuliwa kwenye ulimwengu wa roho, wanaona jehanamu, wanaona hukumu ya mwisho, wanainuka, wanabeba majembe, wanakuja kutoka maili 50, wanalia, wanamtaka Yesu. Kushika zamu. Hebu sema kushika zamu. Narudia tena, sema kushika zamu.
Namshukuru Mungu, tulianza pale mwanzoni wachache, kadiri ambavyo tunaendelea wanaongezeka, na kuna wengine ambao tuliwasukumiemo kwa sababu Biblia inaruhusu. Kuna watu Yesu aliwachagua, kuna wengine kanisa lilisema nenda. Amen. Kuna watu Yesu aliwaambia njooni mnifuate, 12 wale. Lakini kuna wale wengine wote ambao Yesu aliwaambia enendeni ulimwenguni mote. Kwa hiyo unaweza kama umeitwa au umesukumiwa, nenda. A na B yote ni sawa. Bwana asifiwe. Kuna ambao tulianza nao, nilipotangaza wenye wito wa maombi wakasema tuko mchungaji. Kuna wengine ambao tukawaambia wewe si ni mwana wa Mashauri, umo. Wewe si ni mwimbaji, umo. Kwa hiyo tukawasukumiemo. Wote tunapaswa kuishika zamu mpaka mvikwe uweza utokao juu. Walipovikwa uweza utokao juu, watu 120 walitosha kuigeuza Yerusalemu. Makuhani, Mafarisayo na Masadukayo walisema Yerusalemu yote imejazwa na mafundisho yao. Wakati wa Yesu alikuwa ni muombaji. Si tunafahamu hiyo story Alipiga 40 na kila alfajiri alikuwa mlimani. Biblia inasema hivi, walipokaa watu wa dini wakasema, angalieni ulimwengu wote umemwelekea. Mapinduzi kwenye maisha yetu, mapinduzi kwenye mji wetu, mapinduzi kwenye nchi yetu yatatokea pale ambapo tuna waombaji wanaoshika zamu zao pasipo kukoma, bila kukatishwa tamaa, bila kurudi nyuma, daima mbele. Naomba nisikie amina nyingine. Narudia tena, naomba nisikie amina nyingine. Kanisa la kwanza lilijua hiyo siri, watu wakaomba. Hebu jiulize, siku moja tu kwa wiki, siku moja tu kwa wiki, nisaidie kumwambia jirani yako, siku moja tu. Haleluya. Yaani ukiamka alfajiri ya leo ukaja kuomba hapa, kesho wataomba wengine alfajiri ya kesho. Kuna watu walifanikiwa mahali fulani Marekani kulipua uamsho wao. Ilifikia hatua kila saa ina watu wanaoomba, sio siku, saa. Yaani mnyororo umeenda mpaka watu wameigawana siku yote masaa 24. Kuna wanaoomba wako zamu kuanzia saa 1 mpaka saa 2. Kuna wanaoomba saa 2 mpaka saa 3. Kuna wanaoomba saa 3 mpaka saa 4. Kila saa ina watu walioko magotini, majumbani kwao, wanaliita jina la Bwana. Kwa kila mmoja alichagua saa ambayo anaona hii nina nafasi. Kwa hiyo anakuwa anajua kila siku kuanzia saa 4 mpaka saa 5 usiku ni zamu yangu. Anaseti alamu. Ikifika saa 4 anavuta saa zima. Akisema amina, kuna mwingine ameamka tena kule saa 4 mpaka saa 5. Akisema amina, kuna anayechukua 5 mpaka saa 6. Kwa hiyo saa inazunguka, anga limejazwa na moto na uwepo wa Bwana. Uamsho ulitokea. Nasema uamsho ulitokea. Kuna wimbo huwa tunaimba wa Pentekoste FPCT, mlinzi. Tuko pamoja? Anayeulizwa ni nani? Narudia tena, anayeulizwa ni nani? Aliyesimama kwa zamu yake. Yeye ndio ana majibu ya mzee
itakuja lini? Anayeulizwa ni nani jamani? Narudia tena, anayeulizwa ni nani? Mgeukie jirani yako muulize, wewe ni mlinzi au kibaka? Maana usiku na wawili, kuna anayelinda na kuna anayeiba. Haleluya. Hebu walinzi waseme amina mahali hapa. Narudia tena, walinzi waseme amina mahali hapa. Una habari mimi kazi yangu ni kujipa hukumu mimi mwenyewe. Kahama inapoharibika, wala tusiwaulize polisi, maana hata wanenyewe wanatakiwa wabadilike. Kahama inapoharibika, wala sio kuisumbua serikali. Kahama inapoharibika, maana yake hakuna walinzi kwenye ulimwengu wa roho. Haya, hapo sijapata amina hata moja. Narudia tena, giza likitamalaki, nuru imezimika. Si ndio jibu sahihi yete? Narudia tena, ukikuta mahali pana giza, usihangaike kulipuliza, haliondoki. Leta nuru. Bwana asifiwe. Pakiwa na giza, leta nini? Leta nuru. Ndio maana Yesu akasema, ukiwasha nuru yako usiweke chini ya meza, weka juu ya meza, ili giza lisukumwe, watu ndani ya nyumba waone. Walinzi oye! Walinzi oye! Walinzi oye! Walinzi safi. Utakuwa na mamlaka ya kusema vitu vinatokea pale tu unapogundua siri ya kuwa mlinzi anayeheshimu na kushika zamu yake. Kwa sababu, narudi kwenye ile point yangu ya kwanza, kuunganisha doti tukaombe Mungu. Kwa sababu kadiri ambavyo unasimama kwenye zamu yako mlinzi, cha kwanza ni kadiri nuru yako inavyong'aa, unasukuma giza, na ndivyo kadiri malaika wa kutenda kazi pamoja na wewe wanakuwa ni wengi, na tena malaika wa kiwango. Kwa sababu hata kwenye majeshi ya malaika kuna viwango. Ukiangalia muundo wa jeshi la kwenye ufalme wa giza, shetani alipotupwa alikopi akaenda kupesti kwake mfumo wa Mungu. Ukisikia kuna wakuu wa giza, maana yake upande wa Mungu kuna wakuu wa nuru. Okay. Ukisikia kuna wakuu wa giza, huku kuna wakuu wa nuru. Ukisikia kuna majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ujue huku kuna majeshi ya malaika wa nuru katika ulimwengu wa roho. Ukisikia falme na mamlaka, principalities kwenye ufalme wa giza, kuna falme na mamlaka kwenye ufalme wa nuru pia. Sasa kuna wale ambao wako kwenye kiwango cha majeshi ya malaika. Malaika wa level hiyo ni jeshi, lakini level hiyo. Huko kuna majeshi ya pepo wabaya. Huyu ana mamlaka juu ya hawa, kwa sababu jeshi la malaika alionao wana nguvu, ni superior kwa jeshi la malaika wa pepo wabaya. Wote hawa ni malaika, hawa watu walioanguka, hawa huku bado wako kwenye msimamo. Tuko pamoja? Ukipanda juu kidogo, huku kuna wakuu wa giza, huku kuna malaika wa level hiyo ya wakuu wa nuru. Ukipanda kwenye level ya ukuu, unao malaika jeshi hawaondoki, lakini unao wale wenye level ya ukuu. Huyu akija huku
hawa wa ngazi ya ukuu wa giza anawaumudu, ni level yake. Na wale wadogo kule majeshi ya pepo wabaya, au ndo hata akifanya hey wa. Tuko pamoja watu wa Mungu? Unapokuja hapa kwenye mamlaka yako, malaika wa level ya mamlaka, na huku kuna mamlaka za giza. Hizi mamlaka ndo hizo ambazo unakuwa na nguvu kwenye eneo. Kwa mfano kwenye mtaa wako, wachawi wanaanza kuhama wenyewe, waganga wanafunga virago wanaondoka wenyewe, kwa sababu mwenye mamlaka na hilo eneo sio yeye wala wale walioko kwenye ulimwengu wake wa roho, ni wewe ndio mwenye mamlaka hapo. Kwa hiyo hata wanaokuzunguka ni wenye mamlaka kwenye ulimwengu wa roho. Hivi tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja watu wa Mungu? Ndio hapo mtu anakuwa na mamlaka juu ya mtaa, anakuwa na mamlaka juu ya kata, anakuwa na mamlaka juu ya tarafa, anakuwa na mamlaka juu ya wilaya, mamlaka juu ya mkoa. Juu yake ndo hao falme. Hawa falme ndo wenye mamlaka juu ya nchi. Na huku kunakuwa na falme za giza. Na hawa wa kwenye ulimwengu wa roho daima huwa wana mtu au watu ambao wanawawakilisha kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa sababu ulimwengu wa roho ili ufanye kazi kwenye ulimwengu wa mwili, lazima iweko madhabahu ambayo wanapitia. Huku nako lazima iweko madhabahu na mtu mhudumu wa hiyo madhabahu ambaye watapitia kwake. Unakumbuka Goliati alisimama akasema hivi, kama ninyi ni wanaume nipeni mtu mmoja. Hakutaka jeshi. Hiyo level ametoka kwenye vijeshi huko chini, limefikia eneo la principality, falme. Lenyewe ndio nguvu ya nchi, na ulimwengu wa roho unalitambua lenyewe. Kwenye taifa la Wafilisti likasema, nipeni mtu akinipiga mimi amepiga nchi yangu. Upande wa shetani pakawa na mtu mwenye level hiyo, ngazi hiyo. Upande wa Mungu hakuna mtu mwenye ngazi hiyo. Hata mkuu wa nchi Sauli alikuwa kwenye ulimwengu wa roho, hajafikia hiyo mamlaka. Ndio maana walikimbia wakajificha. Hivi tuko pamoja? Walinzi oye! Nasema walinzi oye! Upande wa adui wamesama kwenye roho mpaka wamefikia nani ya mshirika wa kawaida, lakini Dameski ilikamatwa na huyo mwanaume mmoja. Paulo alipokaribia Dameski, huwezi ukaingia kwenye mji wa mtu bila kupitia kwa mlinzi wa mji. Huwezi kuja kuua watu Dameski. Anania niko ana mamlaka juu ya mji. Paulo alipigwa daflao kwenye ulimwengu wa roho na nuru ilimtokea na Yesu akasema naye. Yesu alimwambiaje Paulo? Ingia sasa Dameski kwa ruhusa yangu. Ukienda hapo atakuja mtu anaitwa Anania, atakuwekea mikono upate kuona na atakupa maelekezo ya mambo ya kufanya. Hiyo neema ikae juu yako. Kale kaamina sasa. Nasema hiyo neema ikae juu yako. Lakini ni pale tu tumeshika nini? Zamu. Nitaishika zamu yangu mpaka kieleweke. Paulo ameingia kipofu, anapapasa, akaingia kwenye maombi ya kufunga siku 3, ndipo Anania anatinga. Anambia Paulo, Yesu aliyekutokea njiani amenipa maagizo, bandika mikono. Jamani kajazwa Roho Mtakatifu. Paulo aliyeandika theluthi 2 ya Agano Jipya. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Barua zote hizo ambazo kanisa leo ndo tunatembea nazo, Wathesalonike, wa Korinto, wa Filipi, Paulo.
aliyepiga injili kuanzia Yerusalemu mpaka Rumi, alipata washirika mpaka kwenye familia ya Kaisari. Aliyepindua Ulaya yote, Paulo, alijazwa Roho Mtakatifu na mshirika Anania. Na Anania baada ya kujaza Roho Mtakatifu Paulo na kumpa neno la Bwana, hakuna habari yake tena, wala hakuna injili ya Anania. Kuna majamaa hapa unaweza usijulikane na mtu yeyote, lakini kumbe mji uko mikononi mwako. Naomba nisikie amen. Amen. Weka mkono kifuani, sema asante Yesu kwa neema hii na upendeleo huu kunipa kazi ya ulinzi. Bwana asifiwe sana. Benson Idahosa alipewa nchi ya Nigeria, na mpaka leo Nigeria wanaomba wapate mtu mwingine kama huyo. Mpaka leo wana maombi ya hatari kwa sababu hakuna sauti ya Mungu kwenye nchi. Na mimi maombi yangu Tanzania tupate sauti ya Mungu kwenye nchi. Kabisa. Kabisa. Ilifika wakati Nigeria rais hateui baraza la wazee mpaka mpigie simu Idahosa. Baraza la mawaziri, eti baraza la wazee. Baraza la mawaziri. Walijaribishaga wakafanya bila kumtaarifu, akapiga simu akasema, "Mheshimiwa, naona kwenye television hapa kuna watu wameteuliwa kuwa mawaziri. Kwa nini hamjanipa taarifa?" Kwa kweli tuona wana vigezo, wana sifa. Ndio, sifa wanazo na vigezo wanavyo. Mliniuliza. Wewe ni rais kwa mujibu wa katiba, lakini rais kwenye ulimwengu wa roho wa nchi hii ni mimi. Rais akasema, "Mtumishi wa Mungu, utusamee, haitajirudia tena." Ameandaa mkutano, kafunga vyombo kwenye uwanja. Wakakumbuka kesho kuna mechi, timu ya Nigeria inacheza. Na hivi vyombo visipofunguliwa leo haviwezi vikafunguliwa kwa masaa machache, ni rundo la vyombo. Wakavihamisha, wakavifungua bila taarifa. Idahosa akapewa taarifa kwenye uwanja wako kwa mkutano, wameondoa vyombo. Idahosa akaenda kukagua, akakuta kweli vyombo vimeondoka. Hakupigia simu kiongozi yote kutafuta mjadala. Akaenda kwenye redio akasema, "Kesho kutakuwa na mvua na radi." Anga linasikia, mfalme anaongea. Akasema kutakuwa na mvua na radi na dhoruba, mechi haitachezwa. Unajua gharama ya kuahirisha mechi, watu wana tiketi zao, watu wamesafiri, watu toka nje ya nchi. Anasema hivi, kila baada ya risali moja simu kutoka serikalini, "Tunaomba utusamee, tunaomba utusamee." Idahosa hawaelewi. Walichokifanya wakatafuta uwanja mwingine mkubwa zaidi. Na wakaenda wakatafuta kwa gharama yao vyombo vikubwa mara 2 ya vilivyokuwako. Alafu ndo akamwambia, "Njoo mtumishi wa Mungu, angalau uone kama utarizika navyo." Jamaa akaenda kaangalia, akaona, "Wow! Yes, hii hapa gombo linaenda hapa." Akamwambia, "Nimewasamee. Na kesho mechi itachezwa na Nigeria itashinda magoli 2." Na ikawa hivyo. Yaani natamani ishuke juu yangu Simba yuwe mtu hapa. Hebu mtu mmoja anayenielewa aseme amina kwa Yesu Kristo aliye hai. Hebu sema, "Mlinzi." Shalom Temple, Kahama ni ya kwetu. Ninarudia tena, Kahama ni ya kwetu. Ninasema tena, Kahama ni ya kwetu. Narudia tena, Kahama ni ya kwetu. Hii Nyogo hii hapa tulipo, hapa ndipo palikuwaga na ngome. Ngome miaka hiyo ya 30 kitu 40 kitu. Kulikuwa na ngome hapa ya Waingereza wa Jerumani miaka ya 10 na kitu kule. Pale mlimani zaidi ya pale ndio kuna mzinga unaelekea Kilago. Kulikuwa na kambi nyingine kule ya maadui kule Kilago. Hapa ndo palikuwa panalia risasi. Nyihogo ni neno la Kinyamwezi, linatokana na neno kuhogola. Kuhogola ni kama kukata tawi la mtu likalia. Kozi kodi nalia hapa. Wanahogolewa watu. Sasa walipokuja wa Swedish wakapanda mission hapa. Wakanunua uwanja hapa. Na sisi tuko hapa. Kama walikuwa wanahogolewa kwenye mwili, Kahama ni ya kwetu. Jamani, nasema Kahama ni ya kwetu. Hebu mwambie jirani yako, watahogolewa sana. Hapa tunafunga mizinga ya kiroho. Inaenda mji mzima.
Narudia jamani, inaenda mji mzima. Tunayo mamlaka juu ya mji huu. Hebu tu tumkaribie Bwana. Mungu wangu, Mungu wangu, tumkaribie Bwana. Kama kuna watu wananielewa waseme amen. Mshike mkono jirani yako, mwambie unaelewa lakini. Na inapofika maeneo hayo, hautakiwi kuangalia nani hajaja, shauri yake. Gideoni aliondoka na 30,000. Mungu akasema, wote punguza. Gideoni akasema, walio na hofu wote warudi nyumbani. 20,000. Mungu akasema, dini imepasuka, imeisha. Wakabaki 10,000. Gideoni akasema, 20 wameenda, baki 10,000. Mungu akasema, mbona wanao ni rundo? Ukapita mchujo wa pili mpaka alibaki na wangapi? 300 kutoka 30,000. Zoezi la mwisho Mungu akampeleka kwenye mto. Akamwambia, watakao kunywa kwa kuramba na watakao kunywa kwa kuchota, hapo unatenganisha mbuzi na kondoo. Kubaki na 300. Mungu akasema, sasa ni wakati wa kukamata nchi. Ninawaamini. Okay. Ninawaamini. Na Mungu anawaamini. Hebu mshike mkono jirani yako, mwambie hivyo hivyo ulivyo unaaminiwa. Bwana Yesu na asifiwe sana. John Wesley, wacha nimalizie nako kwa mfano kaongea hapa mara kadhaa. John Wesley ambaye ndio baba wa kanisa la Methodist. Wa Methodist wako sana huko Mara, huko Msoma huko. Kuja hapa Mwanza, Shinyanga, AIC. Ndio missionary wa AIC walivamia sana. Kiingia Tabora pale kwenda Mbeya huko, Moravia. Kilimanjaro, Arusha, Rutherland. Si ndio? Kigoma, Anglikani. FPCT mmevamiaga. Waanglikani wengi sana mitaa hiyo. Alafu na wengine huko. Wasabato Msoma pia, Mara huko inakuja mpaka huko Bariadi huko Metaya huko. Haleluya. Methodisti ilitoka Anglikani. Baba yake na John Wesley alikuwa mchungaji wa Anglikani mpaka alipofariki. Walizika tu nje ya kanisa hapo hivi. John Wesley akiwa miongoni mwa vijana kanisani. Aliomba Mungu kuanzia akiwa na umri wa miaka 13. Anamtafuta Bwana kwa ajili ya uamsho mpaka akiwa na umri wa miaka 26, maombi ya miaka 13. Akiwa na vijana wenzake walikuwa 5. Kwa John Wesley, kaka yake Charles Wesley, kwa George Whitfield na wengine 2. Walienda wakajichimbia. Wakaomba, Mungu akawatoa level ya chini. Akawapa mamlaka. Hebu sema mamlaka. Siku wanaingia kanisani baada ya yale maombi wamepiga kwa miaka hiyo. Kanisa la Anglikani ile tu wanaingia kanisani, pepo kulipuka, watu chali, ilikuwa ni vurugu mechi. Chidi jazwa roho. Mchungaji akasema, "Hii nini? Hii nguvu ya giza." Aliwatenga ushirika wote. John Wesley akasema, "Mmenitenga na parish ya Kianglikani." Akasema, akaenda akasimama juu ya kaburi la baba yake nje ya kanisa. Akasema, "Mmenitenga na kanisa, lakini hamwezi kunitenga na kaburi la baba yangu. Nitahubiri toka juu ya kaburi la baba yangu." Kaburi likawa madhabahu. John Wesley alipoanza kuwa anahubiri, Anglican wanahubiri ndani ya jengo. Wesley pale kwenye kaburi anahubiri. Alipata washirika wengi kuliko walioko ndani kanisani. Mchungaji akaja kumwambia, "Ni siri gani ulionayo watu wanakuandamia namna hii?" Ndio ule msemo wa John Wesley alisema, "Ninajilipua moto na watu wanakuja kuniangalia ninavyoungua."
tunaenda kulipuka moto. Jamani, huu mlima tunaenda kulipua moto. Narudia, huu mlima tunaenda kulipua moto. Na mji mzima utakuja kuona moto unaowaka mahali hapa. Wanaoamini peke yao ndo waseme amina. Wesley alipindua Anglican. Ndo movement ya Kimethodisti ikaanza ikaenda mpaka Marekani. Kuna kitu kipya Mungu anaenda kukifanya. Mimi nakiona kwenye ulimwengu wa roho. Narudia tena, nakiona kwenye ulimwengu wa roho. Wale watu ambao unasikia kuna kitu kinaenda kutokea, hebu sema amina. Danieli, namalizia kwa Danieli. Hapo simalizii tena kingine. Danieli. Mageni nishasema namalizia kama mara 3. Hii namalizia ya ukweli ukweli. Mwambie jirani yako sasa anamalizia ya ukweli ukweli. Danieli alikuwa ameshatoka kwenye level ya majeshi, kwenye level ya wakuu, kwenye level ya mamlaka. Danieli alikuwa kwenye level ya falme. Hivi mnanisikia nachokiongea? Tuhakikishe kwenye mji huu pasiwepo waganga washirikina wanaopanda wafike mahali pakuwa na mamlaka juu ya mji, na huku kwa Mungu hatuna mamlaka juu ya mji. Hapana. Hapana. Tunapandisha viwango. Haya. Danieli akavisoma vitabu. Akagundua miaka ya utumwa imefanya nini? Imeisha. Mbona bado tuko utumwani? Kumbe mara zingine unaweza ukapigika na kapepo kana kupeleka mchaka na muda wake umeisha kwa sababu ya kutokufuatilia na kusimama kwenye zamu. Unateseka kwa muda wa ziada ambao Mungu hakutaka ataufikie huko. Bondia mmoja maarufu duniani alipokuwa mdogo alikuwa na manyama uzembe. Alikuwa na mdunda mtaani. Yaani kila mmoja anaona anajaribisha. Nakumbuka ulipokuwa shule ya msingi kuna mtoto mmoja kwa yani ni wa kuonewa. Yaani kila mmoja anajaribishia ngumi bana. Kumbe jamaa hajijui bana, ana mamlaka anayo, ameikalia. Siku moja mama yake Marekani mweusi akamwambia, usiwe mjinga. Wanaume huwa wapigwi, wanapigana. Kwenye kupigana utazidiwa point, lakini na umeingiza angalau 2-3 na kuna kaheshima waka na kujaga hapo. Jamaa kesho yake akaenda kwa sababu maza amesema. Akajibitisha mitaa ile ya wanaomuonea. Si jamaa akamwendea wa kwanza. Oya, alipomkaribia, unafahamu ngumi ya muoga, pigana na mtu anayejiamini. Ukipigana na muoga, huwa anataka akiingiza moja akuache umelala flat. Au akikupiga roba, kuja kumtoa hapo. Maana najua ukichomoka utammaliza, hata utajisaidia. Jamaa alizikusanya zote kutoka mgongoni, kifuani na miguuni. Alimpa moja tu. Jamaa pale chwa, umeme ukakata. Alafu jamaa akaiangalia ngumi yake. Na wasela wengine wakarudi nyuma. Jamaa amelala flat, kazimika hapo, kazimia masaa. Jamaa akasema, kumbe ninaonewa na mamlaka ninayo. Sasa yeye ndo akaanza sio kuwindwa, yeye ndo anawainda wote waliomtesa. Amba bwana vipi, unakumbuka siku ile? Pa chini. Sasa mama yake kutoka kumtia moyo anayepigwa kila siku ikahamia kuwa anaenda kumtoa polisi kila siku anayekuwa ndani. Maana kila kuna mtu kafa, kuja huyu kazimia. Nani kampiga? Fulani, wanamweka ndani. Anaenda kutolewa zamana. Promoter mmoja wa ngumi duniani maarufu anaitwa Don King akapata story ya huyo mbabe ambaye ni ngumi moja mtu chali, ngumi moja mtu chali. Akamtembelea akamwambia, sasa dogo, mimi sasa nataka nikupe fursa, hamia kwenye ngumi za kulipwa. Sasa huko unapiga mtu unawekwa ndani, huko ambako nakupeleka mimi utakuwa unampa mtu ngumi moja chini unapata hela. Hebu mtu mmoja aseme amina mahali hapa. Jamaa kasajiliwa kwenye ngumi za kulipwa. Ikawa refa akisema tu box pa chini. Jamaa anazimia na mtu akaunti inasoma.
ndani ya muda sio mrefu akawa milionea. Tunayo mamlaka. Yesu akasema nimewapa amri ya kukanyaga nani na nani, na nguvu ngapi? Zote za yule mwovu, wala hakuna kitakachowadhuru kabisa. Kwa nini tunadhurika? Tunataka tukanyage wakati hatujachochea moto. Mungu wangu, Bwana asifiwe. Danieli akaingia kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema siku ya kwanza tu aliposema Baba, Mungu akasema Gabrieli, naenda kwa Danieli, kamwambie Danieli, mtu unayependwa sana. Mungu anapenda walinzi. Mungu anapenda walinzi. Jamani, Mungu anapenda walinzi. Na ndio maana Yesu anaitwa mchungaji. Mchungaji ni mlinzi wa kundi. Unakumbuka Daudi? Mchungaji alikisha kondoo haliwi na simba wala na dubu. Gabrieli amekuja akakuta levo ya malaika wa nguvu za giza, sio levo ya wajumbe, ni falme. Akakamatwa siku 21 katoka mbinguni. Kuna wengine hapa malaika zenu kila siku wanadhibitiwa kwa sababu ni wa ngazi ya chini, na wewe unaingia kwenye anga za ngazi ya juu. Unashangaa unakula makofi ya kukutosha, unasema malaika wamedhibitiwa. Ngeukia jirani yako mwambie malaika zako wana hali gani? Yesu mwenyewe alisema atakayefanya biashara ya ufalme wa Mungu vizuri, aliyepewa talanta 2 atawekwa juu ya miji 2. Maana yake ukifanya hovyo hovyo huna mamlaka juu ya mji. Kuna wengine malaika wako wanakulaumu sana, kwa sababu malaika wanatiwa nguvu. Yes, nimekumbuka hii. Malaika wako watapanda level ya mamlaka na wao kwenye ulimwengu wa roho kadiri wewe unavyopanda level. Yaani ukipanda level ya mamlaka ya mji, malaika wako pia anakuwa promoted, anapandishwa daraja hilo. Kuna wengine hapa malaika zako kila siku wakikaa kuongea wasema kwa kweli bora afya tupewe mwingine. Wenzetu ambao tulianza nao kazi hapa Shalom wameshapanda, wana mamlaka juu ya mji, kata nini. Sisi hapa ndugu yangu hata kitongojini ndio tunabanwa kweli. Malaika wanatamani Mungu kakachukua kajama tuhamishie kwa mwingine. Ndio maana majinamizi wanakuniga. Kila siku ndoto zako kwenye shimo refu. Malaika wako wapi? Wako hoi. Kwa sababu mlinzi analala. Mwambie jirani yako malaika zako wana stress. Unakuwa na malaika una depression, una msongo wa mawazo kwamba tumekosea njia hapa. Gabrieli akadhibitiwa. Simeandikwa hivyo? Mfalme wa Uajemi kwenye ulimwengu wa roho, principality ilimshika siku 21. Mpenyo ulitokea wapi? Gabrieli anamwambia Danieli, mkuu wa watu wako Mikaeli akaja. Malaika Mikaeli ndo alikuwa malaika in charge wa nchi ya Israeli. Hawezi kuja kama chini hakuna mtu wa level ya ufalme. Danieli alipoingia siku ya kwanza ya pili, Gabrieli amezuiliwa. Maombi ya Danieli ndo aliachia mpenyo, maana Mikaeli aliingia kazini. Ukisimama sawa sawa
Hakuna upinzani mbele yako kwa jina la Yesu aliye hai. Na Gabriel akasema, nimekuletea ujumbe, ninarudi. Na mkuu wa Uajemi hatakaa tena. Maana alimwambia maneno haya, napoondoka kurudi, mfalme wa Ashuru, mkuu wa Ashuru atakuja. Maana yake ni hii, ile mamlaka juu ya nchi, ule ufalme juu ya nchi unavunjwa. Na ili ufalme wa giza, shetani awe na mkuu mwingine wa nchi, huyu wa kwanza kapigwa mpaka ametoka, inabidi Ashuru iingie, principality nyingine iingie. Ukishinda vita leo, ukaangusha kwa level ile ulionayo, ukaona mpenyo umetokea, huo mpenyo utaendelea kudumu endapo utaendelea kuchochea huo moto. Kwa sababu huyu mkuu utakayemwangusha leo au mamlaka utakayoiangusha leo shetani ataandaa mamlaka nyingine ailete, ili hakikishe hakuna pengo kwenye eneo hilo. Hii mamlaka ikija ikakuta umejisahau, itakutesa. Kwa hiyo kilianzisha, hakuna kurudi nyuma. Tumeanza maombi haya, hakuna kurudi nyuma. Nasema hakuna kurudi nyuma. Tunatakiwa kwenye ulimwengu wa roho, badala ya kwenda chini, tuanze kupanda, tupande, tukamate mji huu. Na kutoka mji huu tukamate mkoa wa Shinyanga. Kutoka mkoa wa Shinyanga tuikamate nchi. Wangapi unaamini inawezekana? Wangapi unaamini inawezekana? Naomba usimame kwa